Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe urajirorera ndiguku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Supreme Court. Na njukite guku ni undu wa kwenda kuumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthie na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuhane uhoro sararuko tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu tuokire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio ageni ne mogeithio ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Aha, Bwana Yesu na asifiwe. Anayeongea na wewe kupitia kwa hii TV ni Bishop Amos Nabule kutoka Mwangaza Hall Spirit Church. Tunapatikana maeneo ya Babadogo, na mimi vile vile ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa YouTube ni Pastor Amos Nabule, na unapo ingia katika YouTube, Mungu akubariki sana, kwa maana utakuwa unaisupport kazi ya Mungu. Na leo niko mali hapa kuongea katika habari za madhabahu. Madhabahu ni jambo moja ambalo ni ngumu sana, na vile vile ni vigumu kulielewa na kulijua usipofundishwa. Na nitachukua muda mfupi tu ili niweze kuongelea hili jambo, maana kuna mambo mengi sana ninaweza kuongea juu ya haya madhabahu. Zamani za kale kwa wana wa Israeli tulikuwa na madhabahu za Ashera, tulikuwa na madhabahu za Wamediani, tulikuwa na madhabahu za Moabi, so tulikuwa na madhabahu mbalimbali. But today I just want to take some minutes to talk about the altar, our father's altar. That is my topic for you today. Our father's altar. Zamani za kale wenda babu zetu hawakukuwa na Mungu wa ukweli ambao waliokuwa na mtumainia, na most of those people walikuwa na evil altar zile ambazo walikuwa wameinua katika familia zao, na hizo evil altar wenda zingesababisha watu kuteseka ama watu kuhangaika ama 1 2 3 kufanyika katika maisha yetu hii ya leo. Maana madhabahu ni kitu ambacho hakiishi
isipotolewa. Kinaweza kaa miaka mingi sana. Kinaweza kaa miaka mingi sana. Madhabahu na laana zinaambatana hivi. Maana unapata kwamba laana vile vile huwa inaenda. Na anayesababisha laana kupata nguvu ni altar, madhabahu. Madhabahu ndio inayofanya laana kupata nguvu kwa maisha ya mtu. Ndio unakuta kwamba watu wanazaliwa wakiwa na some spirit zimewazuia kwa maisha yao wasiendelee na wasifanikiwe. So naenda kusoma na wewe the book of Judges chapter number 6 from verse 24. Judges chapter number 6 from verse 24. Let us read. The Bible says, so Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace to this day. It stand in Orpah of the Amorites. That the same night the Lord said to him, take the second bull from your father's hand, the one 7 years old. Tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of the Asherah pole that you cut down over the second bull as a burnt offering. My brother and sisters, you can see what the Lord is telling Gideon about altar of fathers. Maana madhabahu haya naongea kuyahusu ni madhabahu ili iko na originality ya fathers. Madhabahu ya baba zetu yako na nguvu kwa maisha ya mtu. Ni kwa sababu gani nasema madhabahu ya baba ama madhabahu ya uzao wetu iko na nguvu kwetu? Maana ukumbuke ya kwamba wakati umezaliwa katika yale madhabahu yanachukua sehemu kubwa ya maisha yako. Na yale madhabahu yanaweza ikakucontrol kwa vyovyote vile. Na kwa hii the book of Judges ukirudi juu utapata maandiko ikisema ya kwamba there were some days wana wa Israeli waliteseka sana. Wana wa Israeli walipojipata katika dhambi walianza kuteseka, maana Mungu aliwaacha na wakaishi katika hali ambao ni ngumu sana. Wakaishi katika hali ambao ni ya kulia sana. Na katika hiyo hali ambao waliokuwa wanaishi hali ngumu, walianza kuinua madhabahu ya ugenini. Wakaanza kuinua madhabahu ya Mediani. Wakaanza kuinua madhabahu wengine ya Kimisri, wengine wakainua madhabahu ya Moabi, wengine wakainua madhabahu ya miungu ya kigeni. Na katika zile madhabahu walipata laana na wakaanza kuzaa watoto ambao wako na laana na wakawa wanatawalwa na wageni kila uchao. So unaona kwamba wana wa Israeli waliteseka sana kupitia hiyo hali. Waliteseka sana. Na mtu wa Mungu utakaposoma hiyo mistari ya juu utapata kwamba malaika alipokuja kwa Gideoni alimpata akiwa amejificha chini ya mti. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa amejificha chini ya mti akipepeta ngano. Ule mtu unaitwa mwaloni. So Gideon, he was hiding himself. Maana walikuwa wanatawala na Wamidiani kila mahali. Hawakukuwa na uwezo wao wa kufanya mambo yao wenyewe. Walikuwa wanateseka, walikuwa wanahangaika, chochote walichokuwa wanafanya ilikuwa ni shida. Kama jinsi ilivyo leo, kunaweza kuwa unapitia katika ule utumwa wa Midiani. Na wakati mtu wa Mungu unapopita katika hali kama hiyo, I say my friend, you may suffer a lot. Unapata kwamba unafanya mambo ambayo si ya wewe kuyafanya. Unateseka. Elewa kwamba Wamidiani
walikuwa ni majangili, walikuwa na nguvu juu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli wangelilima ngano yao, wangelilima mashamba yao, wangelifanya kazi zao, lakini wakati wa kuvuna Wamidiani wangelikuja na wavune. Wamidiani wangelikuja na wafanye chenye watakacho kifanya. The same way kwa maisha yako mpendwa mwenzangu, unaweza pata ya kwamba unangangana na kazi throughout the month, unangangana na kazi. Once you got your salary, once you get your salary, Wamidiani wale ambao wanaokuja kunyakua msara wako, unapata ni magonjwa. Kuna magonjwa ya mwisho wa mwezi. That's a altar. Unajua wengi wetu hatujui asili yetu. Hatujui mahali tulipotoka. Hatujui mwanzo wetu. So unapata ya kwamba mambo mengi yanatusumbua leo ni mambo ambao tungelielezwa, tungeyajua mapema na tungetoka katika hiyo hali mapema. Lakini kwa sababu hatujui na tufahamu, tunapata kwamba Wamidiani wale ambao wanaotuhangaisha leo hii ni hayo magonjwa unasikia naongea kuyahusu. Magonjwa inakuja and it takes everything that you have. It takes everything. I say everything. Unabaki hauna chochote. Unabaki hauna chochote. Unabaki ya kwamba hauna vile unavyoweza ukasurvive. Yani unapata msaara unaenda wote na magonjwa. Like that. Like that. Unapata mwingine umelima shamba linakufa lote kabisa, haupati chochote. Mwingine unafanya biashara yote imebebwa na ukisonea. Wengine loans zimewapeleka paka CRB imewablock. So unakuta kwamba maisha ambao unaoishi wewe na wana wa Israeli wakati wa Midianism haina tofauti. There's no difference between you and the Israelites. Unakuta kwamba the way they were suffering is the same way you are suffering now. The same way they were passing through a lot of challenges. The same way you are going through this. My brother and my sister, nachosema ni kwamba Mungu wa mbinguni ako na uwezo wa kukutoa kwa ile hali. Wengine tumeomba sana paka tumekuwa na maswali ya kujiuliza, kwani Mungu hanisikii? Wengi tumepita katika hali ngumu paka unajiuliza, jameni, kwani Mungu hanijui wokovu ambao nimeokoka? Lakini unakuta kwamba malaika alipokuja kwa Gideon alimwambia Gideon, you are the hero. Unaona, anamwambia Gideon, you are the hero. You are the hero. You are the hero. Yani wewe ni shujaa, mtu ambaye unayependwa, mtu ambaye uko na mamlaka ya kukomboa, mtu ambaye uko na uwezo wa kufanya 1 2 3. Unaona, hayo ni maneno ya malaika wa Bwana kwa Gideon. Then Gideon was wondering how see our people, we are suffering a lot, our family, our children, our work, we are going through a lot of challenge, magonjwa, wakora, vitu mbalimbali zinafanyika, and yet the angel of God anamwambia kwamba Gideon, you know what, you are a hero. You are a hero and you are only the one who will save the people of Israel. My friend, Gideon anaangalia stability, anaangalia jinsi wanavyoishi, anaona woi, we are finished. Huyu kama ni kudanganya, huyu ndiye amekuja kunidanganya. Angalia, Gideon anaambia yule malaika, how inaweza kuaje? Kwa maana katika familia yetu sisi ndio watu maskini sana. Katika nyumba ya Manase sisi ndio maskini sana. Sisi ndio watu ambao tuko nyuma sana kimaendeleo. Sisi ndio wale watu ambao hawajiwezi. Sisi ndio wale watu ambao tuko chini sana. Mpendwa unayenitazama, ninasema hivi, Mungu anakuona kuwa mtu shujaa. Haijalishi unapitia hali gani. Ile hali ambayo unaopitia imekurudisha jinsi ilivyokurudisha kutokana na haya madhabahu ninaongea kuyahusu. Madhabahu ya ukoo, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya baba zetu, madhabahu ya guka zetu, madhabahu wale watu walikuwa wanainamia vitu ambavyo si vizuri. Wengine walienda wakanunua majini, wengine walienda wakanunua vitu vingine, wengine walienda wakafanya vituko tu, na ikabaki kwamba ni sisi tunainamia hizo vitu. Leo hii tumeokoka na hatukujua kudestroy zile vitu, hatukujua kubomoa na kuvunja zile vitu. Na leo hii ndio unakuta kwamba maandiko inakwambia wazi ya kwamba go and
destroy your father's altar, your ancestors' altar. Now, after destroying those altar, you build a new altar. Umjengee Jehova madhabahu ya kumpendeza, madhabahu ambao utatoa dhabihu zako, madhabahu ambao utamshukuru Jehova kwa hizo, madhabahu ambao utamwambia Bwana asante nimefika kwa madhabahu haya. So we have, my friend, we have to destroy our ancestors' altar. Mengine yaliingizwa kwa njia ya siri kama we haujui. Mengine yalifanyika long time ago, miaka 200 nyuma, miaka hata 300 nyuma, mengine ilifanyika hata miaka 500 nyuma, na hata si zaidi sana, mengine imefanyika miaka 50 nyuma, maybe before uzaliwe. Hata kama ulikuwa umezaliwa, uende ulikuwa mdogo, haujijui, haujielewi, hizo vitu zikafanyika. Ndio hiyo madhabahu ninaongea kuyahusu. Malaika anamwambia Gideon, wewe ni mtu shujaa, mkombozi wa watu. Angalia jinsi malaika wa Bwana anavyokuangalia, jinsi roho wa Bwana anavyokuangalia. Imagine umelala njaa, umeshindwa kulipa hata bills za rent, umeshindwa kulipa rent ya nyumba, rent ya stuma, bills za shule, hata bus fare, hata mashamba, ufanye kazi nini, whatever, umeshindwa kulipa. Na roho wa Bwana anapokutazama anapata kwamba you are a hero, you are more than that. Wewe maisha yako ni kubwa kuliko hii ambao unaoona, kazi yako ni kubwa kuliko ile ambao unaoona kwa sasa, mambo yako ni juu sana kuliko yale ambao unaoyaona. Imagine my friend, na kinachokuzuia ni kwamba haya madhabahu yako yazipovunjwa haiwezi endelea. Nilikuwa mahali Yesu anasema ya kwamba mbegu isipopandwa, mbegu isipokufa na ikaota, haiwezi ikatoa mazao mengi. Ikiishi hivyo itatoa tu ile mbegu. Ngano itaishi tu kutoa ile ngano moja, lakini wakati imepandwa kwenye ardhi, wakati imeota ikamea, itatoa mazao mengine mengi kuliko ile moja. Hivyo the same way, if you cannot destroy your ancestors' altar, my friend, your problem, it will be permanent. Your situation, it will be permanent. Your challenge, it will be permanent. For you to defeat your challenges, for you to defeat your problems, your sickness, your suffering, your job situation, your financial situation, it is to build a new altar. And before you build, the word of the Lord says, go and destroy your ancestors' altar. Bomoa madhabahu ya babu zako yote. Bomoa. Baada ya kubomoa yale madhabahu, enda ukamjengee Jehova madhabahu ya pili. Mjengee Jehova madhabahu ya pili. Nao kuna watu wako na maswali mengi, wanasema hiyo yote nimejaribu na sijaona mambo yakitendeka vizuri. Nataka urudi kwa haya maandiko vizuri uone malaika wa Bwana yeye alikuja kupass the message. Vile mimi nimekuja hivi, maana leo hii tunaishi siku za mitume. Siku hizi tunaishi nyakati za mitume, hatuishi nyakati za malaika. Maana nyakati za malaika ilikuwa ni vigumu sana neno kufikia kila mtu. Lakini nyakati hizi za mitume, neno linahubiriwa kila mahali, neno linafikia kila mtu kwa urahisi tu hivyo. So nimekuja mfano wa yule malaika, just to pass the message, kuachilia message, kutangaza huu ujumbe. Bwana, malaika wa Bwana alikuja kwa Gideon, na pia nataka ukumbuke ya kwamba huyu malaika akikuja, hakukuja na sura nyingine, amevaa mabawa hivi anaburuka ndio Gideon ajue this is angel of God. Heri siku hizi sisi wachungaji we wear this good gowns, unaona, hata ukiangalia unaona huyu ni mtu wa Mungu na ananena maneno ya Mungu. Lakini malaika walikuwa nakuja na ina formal ya ajabu. Ile njia wanakuja na usipokuwa mwerevu hauwezi elewa. Do you know Abraham alikana malaika, those 3 men sana, wakapika, wakachinja mbuzi, wakakanyaga mikate, wakatengeneza vinywaji zote, wakamaliza, wakakula. Na Abraham, mtu ambaye anajua mambo ya Mungu, bado hajajua hawa ni malaika. Niseme nini? Do you know Manoa mke wake akiwa mlevi jinsi alivyokuwa, walikana malaika na wasijue huyu ni malaika. Maana mke wa Manoa alienda kumwambia Manoa, nimekutana na jamaa ameongea maneno nisiyoyajua.
Ameongea maneno nisiyoyajua, na Manoa akamwambia twende tuonane na huyo jamaa. Wakafanya karamu, wakakula, wakakunywa, bado Manoa hajui huyu ni malaika. The same kwa Lutu. Lutu vile vile alikana malaika overnight, asijue hawa ni malaika. Lakini wakati walipoanza kufanya mambo makubwa, hapo ndipo alielewa, kumbe nilikuwa ninakaa na jamaa wasio wa kawaida. Hivyo leo hii ni wewe kusikiliza ujumbe. Ule ujumbe ndio ulitofautisha ya kwamba hawa ni malaika na hawa si malaika. Ujumbe ninaoongea ndio unaotofautisha mimi ni jamaa wa Mungu ama mimi si jamaa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakutana na mtu, wakati mtu anapoanza kuongea, wakati mtu anapoanza kutembea, hapo ndipo utaelewa huyu ni mtu wa Mungu ama si mtu wa Mungu. Angalia wakati wa Yesu Kristo akipelekwa pale msalabani that night, wale mafarisis waliangalia Petro, wakaona kuangalia kwake anaangalia kama Yesu Kristo, kutembea kwake anatembea kama Bwana wetu Yesu Kristo. Wakamwambia, mbona hata kuongea kwako inaonekana wewe ni mwanafunzi wa Yesu? The same way siku hizi za mitume, siku hizi za maapostol, ninakutangazia neno la Bwana. Kazi yangu it is only to deliver the word of the Lord, and it's about you to take over na to take action. Uamue kufanya jambo. Malaika wa Bwana alipomkujia Gideon, hakuanza kusema mimi ni Gabriel naishi mbele za Bwana, mimi ni Gabriel, mimi nimetoka tu saa hii nimekuja na private jet. Hapana, hakuingia kwa that higher introduction. Malaika wa Bwana alimwambia Sujaa Gideoni, mtu sujaa iko 1 2 3 4. Unaona, na alipoanza kumwambia hiyo, hapo ndipo Gideoni alipoanza kujua huyu si mtu wa kawaida. Na Gideoni akaanza kumwambia, wapi matendo ya zamani? Tulisikia alipasua bahari, tulisikia watu walikula bila kufanya kazi, tulisikia maji ilitoka kwa mawe bila kuchimba kisima. Akaanza kumuuliza, na akamwambia hapana, don't mind about all those things. Kile nimekuja kusema ya kwamba you are the one who will bring salvation to people of the Israel. My friend, nimeleta neno la Bwana juu yako, na ni wewe utaleta ukombozi juu ya familia yenu, juu ya watoto wako, juu ya maanti, juu ya kazi ile ambayo unaofanya, juu ya society, and also juu ya community ile ambayo unaotoka ndani, ili yale madhabahu ambayo imewakamata isiwe na nguvu tena. Maana madhabahu kuko na uwezekano wa kukamata the community mzima. Hata iko na nguvu ya kukamata nyumba ya mtu, inageuka kabisa, ile haiendelei na haifunguke. Mpendwa unayenitazama, you are the only salvation. You can do it. I say, unaweza ukakomboa familia yenu, unaweza ukakomboa ndugu zenu. Wacha vile unavyozoea kusema ya kwamba huyu tumejaribu kumuombea hasikiki maombi, huyu tumemfanyia toba hakuna, huyu tumemfungia 40 days dry hakuna, ama hata 20 days ama hata 1 day kitu haijawahi fanyika. Si hivyo. Chunguza ndani, maana kuna madhabahu. Roho wa Bwana ananena kuambia kwamba kuna madhabahu ya baba zenu haujavunja, kuna madhabahu ya ukoo wenu haujavunja, kuna madhabahu inayokuhangaisha. Kuna watu wamejiingiza katika mambo. Elewa hivi, Abraham alipoingia katika nchi ya Uri, aliangalia ile nchi akaona jinsi ilivyo desert. Jambo la kwanza Abrahamu kufanya kabla hajaanza kuishi katika lile taifa, alimjengea Bwana madhabahu. Akatoa ng'ombe zake, mbuzi zake kwa ile madhabahu kwenye jangwa. Akamwambia Jehova, katika hii jangwa mbuzi wangu wasikufe kwa ajili ya kukosa maji na nyazi, ng'ombe wangu, mifugo wangu wasiangamie, na hata watu wangu wasiangamie. Maandiko inasema baada ya ile madhabahu Bwana alibariki lile jangwa, maji ikapatikana,
nyazi ikapatikana, chakula ikapatikana, na hapakuwa na magonjwa. Angalia habari ya Lut. Lut aliingia Sodom na Gomora. Hapa alipoingia akapata Sodom na Gomora, it was a city. Naona ilikuwa ni mji ambao umebarikiwa sana. Akapata watu wanakula, wanakunywa, wanafurahia, and Lut also joined that company bila kumtolea Bwana madhabahu, bila kumfanyia Bwana ibada, bila kumshukuru Mungu, amwambie Jehova, nimefika maeneo haya, naomba nisaidie. Do you know what happened after? Ule mji uliangamizwa, lakini ile jangwa ya Abrahamu iliendelea kubarikiwa. Iliendelea kubarikiwa. Nisiposahau, niseme nini juu ya Yakobo? Yakobo walipotofautiana na brada yake Esau, akawa katika anahamia kwa Laban. Akiwa njiani akielekea huko, alifika mahali akalala. Ndoto tu, yani aliota ndoto. Ni watu wangapi leo hii wameota ndoto and also they are not taking any action? Aliota tu ndoto akiwa kwenye safari, akaamuka kwenye ile ndoto, akamuinulia Bwana madhabahu, akajenga madhabahu mahali hakuna pastor, mahali hakuna nabii, mahali hakuna bishop, mahali hakuna apostle, mahali hakuna hata malaika. Just only a dream. Elilala akaota ndoto, na ili ile ndoto iweze kutimia, aliamuka akafanya madhabahu, akamwagilia mahali pale mafuta, na akatoa dhabihu zake zenye alikuwa nazo, akaweka pale, na akaweka ombi la nadhiri. Akamwambia Jehova, penye ninaenda, ninakuomba mambo matatu: nipate afya, kukula na kuwa sawa. Bwana nisaidie. Yakobo alibarikiwa ile hakuna. Kufika kwenye alienda, alibarikiwa ile hakuna. Niseme nini juu ya Isaka? Isaka the same way. Alifika, tulikuwa na siku njaa imeingia kila mahali, na ikawa watu hawamtaki, hawampendi, rejection inamwandama ile hakuna. Mahali alipofika kwenye jangwa, mahali hakuna watu, akamuinulia Bwana madhabahu. I say aliweza kubarikiwa sana. Nisiposahau habari za Ana licha kuteseka sana, maana Ana alikuja wakati madhabahu imejengwa pale Silo Bethel, na Ana akafanya ibada ya madhabahu, akamuinulia Jehova madhabahu kwa ile madhabahu. Mtu wa Mungu Eli akasema, na haja ya moyo wako iende itimilike. Baada ya kutoa sacrifice zake kwa ile madhabahu, maandiko inasema na Ana akaenda akapokea haja za moyo wake. Ninaongea juu ya madhabahu. Niseme nini juu ya King Solomon? Solomon vile alimuinulia Bwana madhabahu, akatoa maelfu ya ng'ombe, maelfu ya ngamia, maelfu ya mbuzi, maelfu ya kondoo. That night, the word of the Lord said, that night God appeared to the King Solomon. Akamuuliza, sema chenye unataka. Ina maana ya kwamba kama hauwezi anguza madhabahu, ukweli ni kwamba ni vigumu sana Jehova kujidhihirisha, ni vigumu sana Jehova kuongea. Wakati mtu wa Mungu umeinuka na ukaangusha madhabahu ya ukoo wenu, ukamjengea Jehova madhabahu, hiyo shida inayokuhangaisha ni ndogo. Labda unasumbuliwa na roho ya utasa, ni kidogo. Labda unasumbuliwa na roho ya umaskini, hiyo ni kidogo. Labda unasumbuliwa na roho ya kukosa kazi, hiyo ni kidogo. Ukiangalia kwa familia yenu, unapata ya kwamba the family next ni watu tu hivi, lakini leo hii wanaburuka na ndege. Ukiangalia the other family wanasukuma chuma mzito kwa barabara. Ukiangalia ile familia nyingine wakipanda mahindi hata bila kuweka proper fertilizer, inatoa kutoa. Yako umeweka all the type of fertilizer, lakini bado haitoki kitu. Rudi katika maandiko. Kuna madhabahu inaokula maisha yako, kuna madhabahu inaokula kazi yako, kuna madhabahu inaokula shamba lako, kuna madhabahu, I say there is altar behind you, inaosababisha wewe usiendelee, inaosababisha mambo yako isiwe sawa, inaosababisha mambo yako isifaulu jinsi unavyohitaji. I have a good message for you. Please go and break the old altars of ancestors and build a new altars for the Lord. Na Mungu wa mbinguni ataanza kutembea pamoja na wewe. Yule malaika akamwambia Gideoni, sikia, baada ya haya madhabahu kuyafanya, hawa Midiani wanao watisa utawatandika ni kama umepigana na mtu mmoja. Hapo ndipo neno huwa linanibariki na ninasikia ni kama nataka kutembea kwa hewa miguu. Imagine wameteswa sana. Gideoni akiangalia
vile wamehangaishwa, akiangalia vile walipanda ngano Wamidiani wakavuna, vile walipanda mashamba yao Wamidiani wakavuna, vile walifanya kazi Wamidiani wakachukua mishahara yao. Na malaika anamwambia Aisha, hawa watu unaowaona utawatandika kama mtu mmoja, utawapiga kama mtu mmoja. Nina prophesy kwa hali unaopitia, utaitandika kama mtu mmoja. Hautahitaji fundraising ndio ulipiwe bili za hospitali, hautahitaji fundraising ndio ufanye 1 2 3, hautahitaji fundraising, hautahitaji jeshi la watu likusaidie, hautahitaji support kutoka kwa fulani kwa fulani. Maana imebainika wazi leo hii kuna watu wanahangaika, kuna watu wanalia wakingoja misaada kutoka kwa so and so. Kuna mtu anahangaika mahali, kuna mtu anapitia challenge ya kulia na kungoja msaada kutoka kwa ango ambao ni senior mahali fulani, auntie ambao ni senior mahali fulani, bado anangojea support yake. Either kusupport or akose kukusupport, it will not make any difference my friend. Kile kitakacho make a difference kwa maisha yako, it is to destroy your ancestors altar. It is to destroy your ancestors altar, and you build the new altar. Umjengee Jehova madhabahu yale yaliyo mazuri, naye mambo yako yataanza kuwa ili uweze kufanikiwa, ili uweze kuendelewa my friend, ili uweze kufaulu kwa chochote kile ambacho kinachokuhangaisha. Remember to build the altar. Ninachoongea ni kuhusu madhabahu. Angalia mfalme Daudi. Mfalme Daudi akamuinulia Jehova madhabahu, akamwambia Jehova, ni wewe Mungu. Na ufalme, maandiko inasema, na ufalme wa Daudi ulikuwa na nguvu sana kwa sababu alimruhusu Jehova na akajenga the powerful altar. Nataka nikwambie namna gani. Angalia habari za wana wa Israeli. Over 430 years waliishi katika utumwa kwa sababu hawakuwa wanamjengea Mungu madhabahu. Walipoingia katika ile nchi sababu ya njaa, wakaishi kukula kukunywa, siku ikaisha, wiki ikaisha, mwezi na hata mwaka na hata miaka, na wakajipata katika ile shida. Mungu akamwambia Musa, waambie wanijengee madhabahu na waanze kufanya ibada. Tukate story sote. Wakati walipokuwa wanatoka, Bwana akamwambia Musa, waambie watafanya madhabahu. Yale madhabahu watafanya itakuwa ishara ya kumchinja mwana kondoo, na usiku huo malaika atapita katika nchi ya Misri, na wale ambao wamefanya ile ibada watakuwa safe, na wale ambao hawajafanya ibada then they will perish. Watalia, watapita katika hali ngumu. And that's way it was happen. Wale waliofanya hivyo walifaulu, na wale wenye hawakufanya hivyo walipitia katika hali ngumu ya maisha. Mpendo unayenitazama, mpendo mwenye ambao unayonisikiliza, for your business to grow, your job to prosper, it's about the altar. Kuna madhabahu ya ukoo wenu inakufuata nyuma yako. Jifundishe kufanya kitu. Tafuta mahali ubomoe yale madhabahu, uangushe chini. Mimi sifundishi ati uchukue silaha, mawe ama chuma uende upigane na watu, hapana. Angalia vile Gideoni alivyoambiwa. Hakuambiwa aende kupigane na mtu yote, hapana, ila aliambiwa achukue ng'ombe na ainue madhabahu na achinje tu na aseme nimemaliza. Hivyo simple like that. Mtu wa Mungu, malaika wa Bwana walikuwa wanakuja na ujumbe na hawajionyeshi. Angalia Gideoni wakati huo wa shida, alimchinjia malaika wa Bwana mbuzi, akaweka mkate, akaweka divine, vitu mingi akaweka mahali pale, akamuandalia a special lunch. Nataka kusema nini kuhusu hiyo lunch? Angalia, malaika alikuwa jamaa mmoja hivi. I say, jamaa moja, mimi tangu nizaliwe na leo hii sijawahi ona mtu mmoja akichinjiwa mbuzi. Mtu mmoja hivi sijawahi ona. Unajua walikuwa Gideon na ule malaika. Gideon na ule, watu wangapi? Watu wawili. Ina maana kwamba watu wawili kwa akili za karibu sana, maana ni mgeni amekutembelea na unataka akule kwako, unaweza kimbia kwa duka ukanunua kanyama kwota, kanyama nusu, ama unaweza chukua mayai 2 mali pale ukakanyaga haraka, ukajua kikula moja na bibi moja, hiyo iko sawa. Lakini angalia mtu wa Mungu, Gideon alipoangalia akaona this message, it is not a ordinary message. This is a different message, and this man, it looks like
like a superior person, anaonekana kuwa superior person, na once huyu mtu anaonekana kuwa superior, hata yeye atavaa kiatu ya superior, hata yeye atavaa mambo ambao ni ya juu hitajika. Ndipo aliamua kuangusha ile mbuzi, na tena maandiko yanatuonyesha kwamba malaika akamwambia wekelea kwa huo mwamba. Inamaanisha ya kwamba ile mbuzi aliweka yote, kwa maana ukisoma maandiko utapata ikisema hivi ati ya supu iliwekwa kando, ile fry ikawekwa kando, ile choma pia ikawekwa kando. Na baada ya hapo ndipo alipoanza kupatiwa a strong message. My friend, my brother, ni wakati wa kuchomoka, ni wakati wa kuelewa ni wapi unaenda, ni wakati wa kugundua haya mambo ili Mungu aweze kukubariki, ili Mungu aweze kukuinua. Maana hakuna vile utaweza kuinuliwa usipoelewa kuachana na mambo ya ukoo wenu. Hakuna vile utaweza kufaulu usipovunja madhabahu ya ukoo wenu. I say, nimeona watu wengi wakiteseka. Pale kanisani jamaa mmoja akasema, mimi nimehangaika, nimepitia hili, nimepitia hile. Yani shida yake kubwa ilikuwa ni kazi. Na nilipoanza kuangalia habari ya kazi yake, nikapata kuelewa ya kwamba behind kuna madhabahu ya kwao, ambapo wao hakuna mtu mwenye amewahi fanikiwa kufanya kazi. Na nilipoanza kutembea ndani kumuulizia 1 2 3, akasema mchungaji, hapo ni kweli, kwetu tuko na shida, hakuna mtu mwenye ameajiriwa kazi na hakuna mtu ana ani msahara, sisi wote. Nikamuuliza habari ya baba, sema baba hivyo, baba hako ifanya kazi na kukaa iko ifanya kazi. Na nyinyi mko ngapi? Akasema sisi tuko watu 10 kwa familia yetu, na hao watu 10 hakuna mtu mwenye ameajiriwa. Na nikamuuliza, na baba tunaweza muona? Akasema baba yuko. Tukaongea na baba. Baba akanipea story, akasema hapa zamani za kale palifanyika madhabahu na tukalaaniwa kwa ile madhabahu, tukaambiwa ya kwamba hatutawahi ajiriwa kazi. Mimi niliishi kwa hizo mateso, yule mwingine hiyo mateso, yule mwingine yule. Na sasa saa hii tuko na hiyo familia ya watu 10 pia bado hawafanyi kazi. Yani hata wakajaribu kutafuta hawafanyi. Akamwambia hizi ni altar ya nyumbani, lazima tuivunje. Baada ya kubomoa hii madhabahu utaweza kupata kazi. Tukabomoa ile madhabahu, tukabomoa, tukavunja, tukafanya ibada. Unajua madhabahu inaenda madhabahu versus madhabahu, altar versus altar. So tukafanya ile ibada kwa madhabahu tukimuita Mungu. My friend, baada ya kuangusha madhabahu ya ukoo wao, tukainua madhabahu mazuri ya Bwana Yesu Kristo, tukamuinulia Jehova Shalom, Jehova Yahweh, Jehova Jire, madhabahu mengine mapya kwa huyu ndugu. Mtu wa Mungu nitazama, haikuchukua miezi 2 kabla yule mtu kazi zake haijafunguka. Zile barua zenye alikuwa ameapply kwa kampuni tofauti, ule mwezi wa kwanza aliitwa kwa super interview kwa kampuni 3 mfululizo. Hata alikuwa anajiuliza nitaenda kazi gani na niwache kazi gani. Madhabahu, baada ya madhabahu kuvunjwa, hiki chenye kinakusumbua utakifanya rahisi sana, utakipata rahisi sana. Nikistajabia habari ya huyo, pia kuna mwingine nilipata amepigwa na magonjwa zaidi ya miaka 7. Huyu mpendwa haamuki, hatembei. Huyu mpendwa kwa mahali pale amelala, naye ni madhabahu ya ukoo wao iliyokuwa inamtesa. Maana kulikuwa na 1 2 3 zilizofanyika pale nyumbani, na zikasababisha huyu mtu kuteseka, zikasababisha huyu mtu kuhangaika miaka yake yote, na magonjwa ikawa imemwangusha chini. Wamejaribu hii hapana, wamejaribu ile nyingine hapana. Na tulipokutana na yeye tukaomba mara ya kwanza hakuna kitu, tukaomba mwezi mzima hakuna hata nafuu. Yani vile tumeomba hivyo ndivyo anavyoendelea kuwa mgonjwa sana. Ilibidi nimemwambia tuacha tupatane meeting tuongeleshane. Tukapatana kwa counseling, tukaanza kuongeleshana. Nikamuuliza mambo, nikamwambia na ninataka nikutane na wazazi. Tukapatana wazazi, tukaongea, wakanipa the whole story. Wakasema hapa ilienda ABCD. Nikamwambia ikiwa ilienda ABCD, hii ni madhabahu, na hii madhabahu lazima iweze kuvunjwa, hii madhabahu lazima iweze kuangushwa. Madhabahu hayo tukapanga plan ya kufanya ile ibada ya kudestroy ile madhabahu ya ukoo na tujenge madhabahu mengine. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Ikiisha wiki 3, mtu wa Mungu mwenye alikuwa amelala hatembei, leo hii tuna ushuhuda mkubwa, aliamuka na katembea. Maana madhabahu iko na power juu
juu ya mtu, madhabahu ya ukoo wako, madhabahu yenye ulizaliwa ndani iko na nguvu juu yako, maana inasema kinyume na wewe, inakuzuia, hauwezi fanikiwa na hauwezi enda mbali, hauwezi ukaenda mbali, maana inanena kinyume na wewe, inanena kinyume na mafanikio ya wewe. So unapata ya kwamba hauwezi ukaenda mbali. Baada ya kufanya ile ibada, mtu wa Mungu akaamka, akatembea, akaanza kufurahia maisha, akaanza kuona mambo yakiwa mema. Baada ya Gideon kufuata hizo protocol zote za malaika wa Bwana, nataka nikwambia kwamba alikuwa anapigana na maadui, ni kama mtu mmoja, paka watu wakashangaa, watu wenye tulikuwa tunapiga leo hii ilifanyikaje? Nataka nikushauri mpendwa mwenzangu, inaweza kuwa magonjwa imekusanyika inakutesa, inaweza kana kwamba wachawi na waganga wanakutesa, inaweza kuwa mizimu mibaya inakutesa, inaweza kuwa mambo machafu inakutesa, lakini wakati utakapojifundisha kuvunja madhabahu ya ukoo wenu na umjengee Jehova madhabahu yale yaliyo mazuri, wale wanaokutesa watashangaa, watakuwa wanajiuliza, na kwani huyu alifanya nini na huyu alienda wapi? Maana mambo ambayo utaanza kuyafanya ni mambo ambayo ni super, ni mambo ambayo haijawahi fanyika, ni mambo ambayo hawajaiona. Unajua inawezekana ya kwamba wewe umefanyika kama daraja, mambo yote mabaya inapitianga kwa wewe, mambo yote machafu ni wewe inapitianga. Nimekuja kupatia mawaidha, nimekuja kupatia ujumbe wa kukusaidia, nimekuja kupatia dawa na mizizi. Dawa na mizizi ni kusema hivi, vunja madhabahu ya ukoo wenu. Baada ya kuvunja madhabahu ya ukoo wenu, mjengee Jehova madhabahu yale yaliyo mazuri. Labda kuna mtu anajiuliza, madhabahu haya mimi nimewahi vunja. Unajua kwamba uenda umejaribu kuvunja, unajiuliza, nimevunja mara mingi haijavunjika. Nataka uelewe hivi, madhabahu unapoivunja inategemea ni nani aliyekusaidia kuvunja yale madhabahu. Inategemea, it is matter, nani alikusaidia kuvunja yale madhabahu, nani alikusaidia. Labda yule mtu aliyekusaidia kuvunja yale madhabahu hana nguvu ya kuangusha yale madhabahu. Madhabahu inaangushwa na mtu ambaye amefunuliwa kwa ile siri ya kuvunja ile madhabahu. Hiyo madhabahu itavunjika, mambo yako yatakuwa mazuri. Kama madhabahu ya kwenu ni ya utasa, imekuzuia usizae, utazaa. Kama madhabahu ya kwenu imekuzuia usifanye kazi, utafanya kazi. Kama madhabahu ya kwenu imekuzuia usioe ama usiolewe, utaolewa. Kama madhabahu ya kwenu imekuzuia kazi yako ni kuolewa na kuoana, itaisha hiyo vitu, utastable yourself, utaishi salama. Maana inaongea habari ya madhabahu. Nguvu ya madhabahu. Madhabahu inazuia mtu asifanye 1 2 3. Madhabahu inachangia sana watu kujiua. Madhabahu inachangia sana watu kujimaliza, watu kujiangamiza. Maana wakati umejaribu inabaki sasa ni watu kukuchekelea, inabaki sasa ni watu kukusema vibaya. So once watu wanaanza kukusema vibaya, wewe unapatwa na moyo wa hasira, unaanza kujiwaza na kujiuliza, kwani mambo yangu yalienda namna gani? Na hiyo ndio inapita time ambao mtu anaamua kujiangamiza, mtu anaamua kujidhuru, mtu anaamua kujifanya vibaya. Unaona rika zako, watu wa nyuma yako na watu ambao mnaotosana, watu wamefaulu, watu wameenda, watu wamefanikiwa. Do you know, watu ambao mlikuwa mnacheza nao mpira, leo hii wanacheza Premier League, Super League, watu wanacheza Champion, watu wanacheza World Cup, lakini wewe bado uko pale chini. Watu wenye mulianza kutafuta nao kazi leo hii, my friend, wako tayari kwenda retire, maana wamefanya kazi hadi wamechoka. Wengine walianza ile kazi yenye mulikuwa pamoja, wameacha, wameenda kazi nyingine, wameacha, wameenda kazi nyingine. Yani wanaendelea neema juu ya nyingine, a grace to a grace. Lakini wewe bado uko tu mahali pale. Bado uko mahali pale. Hiyo ndio madhabahu naongea kuyahusu. Madhabahu lazima ivunjwe, lazima madhabahu yatolewe kabisa. Mtu wa Mungu wewe umefunguliwa, mtu wa Mungu wewe umebarikiwa. Hayo madhabahu lazima ivunjwe na ikuondokee kabisa. Isiwe inasema kinyume na maisha yako, isiwe inatangulia mbele yako. Maana madhabahu wewe inatangulia mbele ya mtu wakati unataka kufanya jambo. Yale madhabahu inatangulia mbele yako, inaenda inakuzuia, inaenda inasema kinyume.
unaenda unafanya interview mahali, unaambiwa kwamba will call you. Unaambiwa will call you. Baada ya wewe kwenda, wanaangalia makaratasi yako vizuri, wanasema CV iko super, certificate ziko super, wanaangalia kila kitu ambacho chenye wanataka kuangalia, wanasema iko sawa, hata presentation yako iko sawa. Lakini my friend, mtu mwingine atatoka nyuma yako, mtu hivi, mtu ambaye hana quality zile wewe uko nazo, mtu ambaye hana pepa zile uko nazo, mtu ambaye hana CV zile wewe uko nazo, utasikia kwamba yeye ndiye amechukuliwa. Na imagine yeye ndiye anafanya kazi, na pia inawezekana na inafanyika. Kuna watu wamefanya kazi mahali over 10 years, over 20 years, unapata kwamba wale watu wewe umetrain kazi, wale watu wenye wewe umetrain kazi wameenda, hao ndio wamekuwa boss wa wewe, wamepata promotion wakakupita, wakaenda mbele sana. Leo hii hao ndio wamekusimamia. Na zaidi ya yote hasa sana ambayo umetandika miaka 20 na kitu kinachohuzunisha sana, unapata ya kwamba baada ya ule mtu kutoka kwa ile kazi akiwa na miaka 20 na kitu, ameacha mtoto wake amekuja probation miezi 3, wewe ndio umekuwa ukimuonyesha. Baada ya miezi 3 mkafanya na yeye same level, same job. Baada ya mwaka moja akawa mali pale supervisor urunyapara, I don't know. Baada ya mwaka mwingine moja, yeye pia amekalia, amevaa kiatu ya boss, yeye ndiye ako mali pale, na wewe bado tu uko mali pale ulipoanzia. Si makosa na si vibaya, lakini huenda kuna madhabahu behind you. Huenda kuna madhabahu ya ukoo wako. Na madhabahu haya ya ukoo wako ikiwa na wewe, ndio unapata kwamba unakuwa stagnant. Unakuwa mahali pamoja siku mingi. Unateseka mahali pamoja miaka na miaka. Nimekuja kukufungua na kukwambia ya kwamba Mungu wa mbinguni ako na uwezo, ako na nguvu ya kukutoa mahali pale penye upo. Hata mimi ninayeongea, madhabahu ya umaskini, madhabahu yale yasio mazuri, madhabahu ya kutohubiri injili, madhabahu ya kutofanikiwa yalikuwa yamenizunguka. Na jaribu kuhubiri injili ni kama najihubiria. Kanisa inakaa mwaka mzima na watu 7. Umewahi ona hiyo kitu? Mwaka mzima na ikiwa niko pale kanisani, si kupiga makofi na piga paka inapata ni kama inapasuka. Ngoma tunatandika hadi inapasuka. My friend, tunalemewa paka na kulipa rent. Na rent si hata ni pesa mingi, rent tunalipa sijui 2,000 kitu kama hiyo, na ni karumu kadogo ka 10 by 8. Tuko mali pale mwaka mzima watu 7. Nikaangalia nikaona hii si kawaida. Si kawaida, lazima ishughulikiwe. Na nimejaribu kufunga wapi? My friend, funguka macho. Kuna madhabahu yanayosema kinyume na wewe. Kuna madhabahu inayonena kinyume na wewe. Kuna madhabahu inayonena kinyume na wewe. Wakati huo nikiimba nyimbo, unapata kwamba wimbo unaenda Murang'a na ngoma inaenda Western Ingo, ambapo hizi vitu havipatani. Hizi vitu zote mbili hazipatani. Hadi wakati nilipoamua kumuinulia Jehova madhabahu, kumwambia Bwana nisaidie. Kwa hii barabara naomba nisaidie. Kwa hii barabara naomba nifungue. Kwa hii barabara naomba nisikie. Kwa hii barabara naomba nikutanie. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ukimuinulia Jehova madhabahu, Jehova atakuinua. Ukivunja madhabahu ya ancestors, Bwana atakusaidia. Na unapovunja ile madhabahu, usivunje na unyamaze. Maana kuna watu wanavunja na wanasema si nilivunja. Maandiko yanasema wazi ya kwamba first destroy your ancestors altar, and after there build the altar of the Lord. Mjengee Bwana madhabahu baada ya kuvunja madhabahu ya ukoo wenu. Nasikia hili neno ni tamu na ni nzuri sana. Yani baada ya kuvunja ile madhabahu unamjengea, maana uko na kazi ya kufanya. My friend, uko na kazi ya kufanya. Baada ya kubomoa unajenga. Nataka uelewe hapo vizuri, mtu wa Mungu. Baada ya kubomoa, hauwezi bomoa na useme hapana. Angalia Jeremiah Bwana amwambia kwamba I have given you a power of destroy and build. I have given the power of uprooting and transplanting. Nguvu za kubomoa na kujenga, nguvu za kung'oa na kupanda. So kama ulibomoa na ukaachia hapo, ilibaki hivyo. Maana hata nyumba ukabomoa
na usijenge nyumba ingine. Mvua ikikuja si utanyeshewa, na jua likiwaka sana si utachomwa na ile jua. Baridi ikikuja sana si baridi itakusumbua, maana haujajenga. And that's why most of us we are affected. Most of us we are going through those challenges. My brother, kama ulibomoa madhabahu well and good, but jifundishe tena kujenga yale madhabahu ya Jehova. Jifundishe kujenga madhabahu ya Jehova. Gideon alijenga madhabahu akasema ya kwamba sasa hii madhabahu itaitwa Yehova Shalom. Na wewe mjengee Jehova madhabahu, mbe Bwana, madhabahu haya nimejenga, haya madhabahu sasa nimeona jinsi ulivyonipigania, nitaita madhabahu ya ukombozi, madhabahu ya deliverance, madhabahu ya breakthrough, madhabahu ya kufly out, madhabahu ya green pasture, madhabahu, unaona, madhabahu yale yaliyo mazuri. Baada ya kuvunja madhabahu ya nyumbani kwetu, watu wenye walikufa bila kuhubiri neno, watu walikufa bila kuimba nyimbo za Mungu, watu walioinua vitu vibaya zamani za kale. Bwana akafungua mlango, nikapata sasa wale watu ambao tulikuwa 7, Jumapili nyingine tumetandika tumejipata tuko na hesabu ya watu 20, Jumapili nyingine tumejipata tuko na watu 30. Kale kanyumba sasa hata hatutosei hesabu, tunaanza kupiga hesabu kusema ya kwamba hapa inafaa tuame. Hapo sasa naona ya kwamba nahitaji kuwa na assistant pastor. Mimi nawaambia ukweli, kitu ambacho nimeona na macho. Nimekuwa pastor zaidi ya miaka 10 chini ya watu kidogo, kwa sababu ya madhabahu ya kutoendelea. Haya madhabahu iko na baria. Haya madhabahu iko na baria. Mwaka unaanza mkiwa watu 5 na unaisha mkiwa na watu 5. Mkiongezeka sana mnajipata mko hesabu ya watu 7. Na hiyo ujue ni mwaka itaisha. Now tell me, mmoja akikufa si mumeisha? Tell me, moja akienda safari akibadilisha kazi si mumeisha? Maana madhabahu inazuianga mtu, unakuwa na limit, unakuwa pale yes unakuwa pale, unakaa pale, mwaka inaanza uko pale, mwaka unaisha uko pale. Nimekuja na ujumbe kukutoa pale. Vunja madhabahu ya uzao wenu, vunja madhabahu ya ancestors wa kwenu. Kuna mambo ilifanyika uwezi ya jua, mambo ilifanyika miaka 200 nyuma uwezi ya jua, mambo ilifanyika miaka 100, miaka 50 nyuma uwezi jua. Ujumbe wangu ni kwamba vunja madhabahu ya ancestors, madhabahu ambayo inanena failure, madhabahu ambayo inayonena destruction, madhabahu inayonena poverty, madhabahu inayonena anka, madhabahu inayonena sickness, madhabahu ya failure, madhabahu ya failure. Lazima mtu wa Mungu usimame na udestroy in the name of Jesus. Uiangushe katika jina la Yesu Kristo, uyabomoe katika jina la Yesu Kristo. My message is about the altar of ancestors. Madhabahu ya ukoo wenu. Break down all those altars of your ancestors. Break down the altar of sickness. Man, sickness is not a part of your life. Trouble, it's not a part of your life. A stagnant life is not a part of your life. Angusha, destroy all those altars of ancestors, and Lord God will bring you up. You will start see things happening. Your star will start shining. Breakthrough, financial breakthrough. Mambo itaanza kutendeka tofauti. Maana mambo yanayotendeka Mungu anashindwa jinsi atakavyoteremka na kuambie. Lakini nimekuja nikiwa mjumbe wa Mungu, ninaachilia huu ujumbe. Kuna wakati nimekuja na nikiwa na ujumbe tofauti, ujumbe haukutoka. Na ndipo niliporudi kuomba, nikamuuliza Jehova, ni ujumbe gani unataka niende niongee na huyu anayenitazama? Na Jehova akanipea revelation, go and speak about the altar. Watu wamefungwa kwa sababu ya madhabahu, watu wanalia kwa sababu ya madhabahu, watu wanapitia hali ngumu kwa sababu ya madhabahu, watu wanapitia hali mbaya kwa sababu ya madhabahu, watu wanalia usiku na mchana kwa sababu ya madhabahu, watu miili yao imedhoofika, wametandika
wametandikwa na magonjwa ambao sio na tiba, kwa ajili ya madhabahu ya ukoo wao, kwa ajili ya madhabahu ya kuzaliwa kwao. Nenda ukanene na watu wangu hiyo maandiko, na ndipo ninaongea strongly. Angusha madhabahu ya ukoo wenu, angusha madhabahu ya familia ya kwenu, angusha madhabahu ya mababu wa zamani, ancestors. Vunja hiyo madhabahu, angusha kabisa. Baada ya kuangusha hayo madhabahu, muinulie Jehova Mungu madhabahu yale yaliyo hai. Muinulie Bwana madhabahu ya breakthrough, muinulie Bwana madhabahu ya green pasture, muinulie Bwana madhabahu ya kufanikiwa, madhabahu ya kuhubiri, madhabahu ya kuinuliwa, madhabahu ya kufunguliwa. Muinulie Jehova madhabahu ya kuhubiri injili ya Jehova. Muinulie Jehova madhabahu ya kuwa CEO. Muinulie Jehova madhabahu ya kuwa MD mahali fulani. Muinulie Bwana madhabahu ya kuwa senior person. Maana ninapokutazama wewe ni mtu wa maana, you're a hero, lakini unaishi maisha mabaya. Angalia, unafanya kazi kama ndovu, unafanya kazi zaidi ya punda, unabeba mizigo zaidi ya punda, unafanya kazi zaidi ya farasi, lakini kukula kwako unakula kama nisitumie mfano gani? Unakula chakula ambacho hata hakifiki kwenye damu, yani hakifiki hata kwenye tumbo, kwa maana kuna capture, kuna pingu za madhabahu ambayo imekufunga. Na madhabahu naongea kuyahusu ni madhabahu ya ukoo wako, ni madhabahu ya ukoo wenu, ni madhabahu ya ancestors, ni madhabahu ya ancestors. Learn how to break all those altars. Jifundishe jinsi utakavyoangusha haya madhabahu, jifundishe jinsi utakavyo destroy, achilia moto ndani, muangushe hiyo madhabahu. Musa kanena na wana wa Israeli akawaambia, mtaangusha madhabahu yote ya Asera, mtavunja hizo madhabahu zote, mtaharibu na kuzichoma kabisa, ziondoke katika nchi, ili Bwana aweze kuajalia mvua, ili Bwana aweze kuajalia mambo mazuri, ili Jehova aweze kutembea pamoja na nyinyi. Madhabahu yakisema kinyume na wewe, maisha yako yanakuwa mabaya. Madhabahu yakisema kinyume na wewe, maisha yako yanakuwa maovu. Vunja madhabahu, vunja madhabahu, vunja madhabahu, vunja madhabahu yaliyosema kinyume na maisha yenu. Utaweza kuokoa familia yenu. Mimi ninaona huzuni, mimi naona uchungu, mimi naona machozi yakinitoka wakati watu wenu wanaangamia, na wewe uko hapo na unaweza, na wewe uko hapo na wewe ni shujaa. Sijui niseme namna gani ndio mtu wa Mungu upate kuelewa ujumbe huu. Jamaa yangu mmoja akaniambia hivi, mtu wa kwao mmoja aliweza kukufa. Mtu wao mmoja aliweza kukufa, na hii habari inatokana hivi. Huyu mtu alikuwa maskini sana, alikuwa anawekwa kwa barabara kuomba. Anaomba kuanzia asubuhi, yako hapo anaomba, watu wanampatia masilingi, vitu kama hivyo, miaka mingi, na baadaye alikuja kukufa. So alipokufa, wale watu ambao walikuwa wanamsaidia walipata ameanguka pale, amekufa. Wakaulizana, huyu jamaa tunamuonanga hapa, hatujui kwao, hatujui ni jamaa zake, hatujui anatoka wapi, tutafanyaje? Nataka uelewe hii hadithi vizuri, tutafanyaje? Wale watu wakaulizana, tununue shamba ya kumzika? Wengine wakasema hapana, hapa tu penye anakuanga hapa, maana sisi vile vile hatuna pesa za kutosha kununua shamba ya kumzika, kumfanyia mazishi. Tutafanya tu mazishi yake hapa, na tutachimba shimo hapa tuweze kumzika, na tuandike juu yake majina yake, ili watu wake wakipita mahali hapa watajua mtu wao alikufa na akazikwa mahali hapa. So wakafanya ile ibada na wakachimba shimo wakamzika. Nao nataka nikwambie, wakati walipokuwa wanachimba shimo, wakachimba 1 feet down. The next feet ambayo ni feet ya pili, wakapata dhahabu mahali pale. Dhahabu kubwa na dhahabu nyingi. Unafikiria alizikwa hapo tena? Hakuzikwa hapo. Angalia, ameishi maskini miaka mingi, lakini alikuwa anakalia dhahabu. My friend, do you know what? Unaweza kuwa unakalia dhahabu na unalala njaa. Unaweza kuwa unakalia dhahabu na unaishi maisha magumu. Ujumbe wangu kwako ni huu: vunja madhabahu. Huyu jamaa angalisaidiwa kuvunja madhabahu, hangekufa maskini na azikwe kwa dhahabu. Unaweza kufa maskini ukifika mbele za Mwenyezi Mungu akakuonyesha utajiri wako, kwambia kwamba umejua duniani wewe nilikuwa nimekuwekea kuwa CEO mahali fulani.
Duniani nilikuwa nimekufanya wewe kuwa HR. Duniani nilikuwa nimekufanya kuwa na kampuni kubwa sana. Duniani nilikuwa nimekufanya kuwa mwanamchezo mkubwa sana itajika, either football ama athletics. Nilikuwa nimekufanya kuwa mtu kubwa sana, mtu itajika, lakini kwa sababu madhabahu haya hukuweza kuvunja, ndio sababu umefika huku ukiwa maskini hivi. Ndio sababu umefika huku maskini hivi. Na ndipo nilipokumbuka yale maandiko ambao yule tajiri alitaka sana mtu akuje duniani kupeleka ile habari. Lakini akaambiwa hapana, wale wako duniani wasiposikia wale wachungaji wenye wako huko, hata hao wataweza kuangamia. My friend, niko na dakika kidogo zimeisha na mambo bado yamejaa kwa mdomo wangu hivi ya kusema, lakini ujumbe wangu ni kwamba jifundishe kuvunja madhabahu. Vunja madhabahu. Vunja madhabahu ya ukoo wenu. Haya madhabahu yatakuondokea na utakuwa sawa. Maisha yako yatakuwa sawa. Utafurahia, maana mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni kubariki mtu. Nao nikimalizia haraka, mtu wa Mungu ukisoma maandiko kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter number 8 verse 20-21, maandiko inasema ya kwamba Nuhu akamjengea Jehova madhabahu. Baada ya Nuhu kumjengea Jehova madhabahu, harufu ilisikika mbinguni ile iliyo nzuri. Mungu akasema na mwanadamu, sitamaliza ulimwengu tena kwa njia hii ya maji, kwa njia hii mbaya, bali nitabariki mwanadamu. Uzao mwanadamu utabarikiwa. Madhabahu ile ambayo unaofanya, madhabahu ile unaomjengea Mungu inakubalika machoni pa Bwana. Ukitoa madhabahu, maana maandiko yanasema ya kwamba na Nuhu akatoa wanyama wale walio safi, na Nuhu akatoa yale wanyama walio safi akamjengea Jehova madhabahu. Hivyo Gideon akachukua ng'ombe wa miaka 7, si ng'ombe wa mwaka moja, ng'ombe wa miaka 7 akamjengea Jehova madhabahu. Baada ya kumjengea madhabahu, maandiko inasema wazi ya kwamba na Mungu akakubali mambo ya Gideoni. Naomba Mungu akusikie na Mungu akubaliane na wewe na mambo yako yawe sawa. Wende ubarikiwe, wende ufunguliwe sana. Anayeongea na wewe, labda ungependa kutaka kujua ni nani. Mimi naitwa Bishop Amos Nabule, natoka Mwangaza Holy Spirit Church. Maeneo haya ya Nairobi, tuko maeneo ya Baba Dogo, pale ndipo tunapatana na tunafanya hapo ibada, na ukikuja mahali pale utabarikiwa sana na utafunguliwa sana. Nimeona wengi wakiingia mahali pale na leo hii wako sawa. Vile kwa YouTube unaweza nipata kama Pastor Amos Nabule, ndiko na nyimbo mahali pale, unaweza ukashikiza hizo nyimbo na Mungu akakubariki. Tuko na Mwami Yesu alio, tuko na Simba wa Yuda na zingine nyingi. Hivyo Mungu atakubariki na Mungu atakuonekania. Ninataka niombe kwa ajili ya yule mwenye hajaokoka na hajampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Niombe na wewe. Sema baada yangu na nitakuombea. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninaokoka leo. Andika majina yangu kwa kitabu cha uzima. Ondoa majina yangu kwa kitabu cha mauti. Vuta kabisa majina yangu na uniandike katika kitabu cha uzima. Nimeokoka na kuamini. Amen. Na kuombea wewe ambaye haujaokoka. Baba, ni katika jina la Yesu, mahali ujumbe huu unafika na mahali TV natazamwa, natangaza uponyaji na ushindi mahali pale. Mtu huyu aokoke na apone kabisa, na muelekeze katika walimu na wachungaji wale walio wazuri, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na nitakuamini. Amen. Tafuta kanisa linalohubiri katika injili ya kweli na haki, uingie mahali pale, ufundishwe, ubiriwe na utajua mengi, na Mungu akubariki sana. Na wale ambao ni wadhaifu, ni wagonjwa, wamepitia hali mingi, wamefunjika mioyo, nawe nataka nikuombee. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba, na huyu mpendwa anayeteseka, aliyeumia, anayepita katika hali ngumu, naomba uponyaji kwake, umponyeshe na umuinue sana. Wale ambao wanaopitia hali ngumu za kazi, ninatamka baraka na ushindi, natamka uponyaji juu ya maisha yake, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Basi mpendwa msikilizaji, sina budi kuaga na kufunganya virago zangu na kusema Mungu wa mbinguni awabariki na watende mema. Tukutanike tena kwa ibada zijazo, na namba zangu za simu ni 0720673135. Hizo ni namba za Safaricom, na namba vile za Airtel nazo unaweza ukanipata kwa namba zifuatazo: 07535348
07206731. Narudia mara ya mwisho ya Safaricom na nitakuwa nimemaliza kabisa. 0720673135. Mungu akubariki sana tunapoendelea kuomba Mungu. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. God bless you.